na tuna kila sababu ya kusherehekea miaka 100. Ni kwa sababu ni mkono wa Bwana umetubeba. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kushukuru na kusherehekea hii siku, maana Bwana ametenda. Niseme ya kwamba siku ya kesho itakuwa ni kilele cha wiki yetu. Tumekuwa kwa wiki mzima tukijiandaa, ni kwa sababu ya kuweza kuidhinisha siku hii ya kesho. Kwa hivyo kesho tutakuwa na climax yetu katika kanisani mwetu mahala hapa. Tutasherehekea pamoja na waume wetu, pamoja na watoto wetu, tukishuhudia ukuu na hata na uaminifu wa Mungu katika idara ama katika kikundi cha wamama. Sisi tunaitwa wamama wa PCEA Bungoma, na ubali tumefika, tunakiri na kusema ya kwamba amekuwa Ebeneza. Naomba ya kwamba wakati huu tumekaribia uchaguzi, tunaomba ya kwamba Bwana akatupea uchaguzi wa amani, akatupea viongozi ambao wataiongoza taifa hili letu la Kenya katika njia ya busara na hata katika hali ya kumhofu Bwana, na wakaweza kutembea katika njia zinazomtukuza Bwana. Tunakataa kuongozwa na viongozi ambao wanaendelea kutafuta nguvu za giza. Hivyo tunaomba ya kwamba tuwe na amani na Bwana atuelekeze tunapochagua viongozi, maana kama taifa la Kenya tunaomba amani, amani, amani. May God bless you. Majukumu ya Women Guild ni mengi. Hasa tukiingia katika kanisa, sisi tunaachiwa majukumu ya kuangalia kanisa, usafi, kuangalia maadili ya mtoto wa kiume na mtoto wa kike tangia akiwa chini hadi wakati atakapotimia viwango vya kujitegemea yeye mwenyewe. Alafu kisha tunaaminiwa kuangalia wajane, kuangalia wagonjwa hospitalini, na pia tunaaminiwa madhabahu kuhubiri neno la Mungu hadi wakati neno la Mungu litawafikia wale ambao hawafikiwi. Tuwa tunashikilia wale ambao hawajiwezi kimasomo. Kuna a certain percent ambao tunatoanga ya kufunza watoto ambao ni mayatima, na kwa hivyo generation by generation tumekuwa tukifunza watoto mayatima up to now this year. Kuna wale ambao watalipiwa school fees na kikundi hiki, na kwa hivyo tunasema mtoto yeyote ambaye analetwa kwetu akiwa yatima, so long as amepitia a certain process ya hii kikundi, anasomeshwa hadi wakati atafika mahali alipo. Na kwa hivyo tunatunza pia wachungaji wetu na wahuduma wetu na kuiangalia kanisa letu kwa jumla. Sio hivyo tu, pia tunaangalia taifa letu kwa kuangalia mazingira na kutegemeza kila kitu ambacho kinawekwa mikononi mwetu, na kwa hivyo tunashukuru. Sisi tukiwa mama kutoka kanisa la Presbyterian Church of East Africa, tunashukuru Mungu kwa sababu ya kutupa nafasi hii wakati kama huu ya mwaka huu ambao tunaingia katika uchaguzi. Nashukuru Mungu kwa kutupatia nafasi, kutuweka katika nafasi hiyo ili tunaweza kusimama katika nafasi hasa wakati huu wa uchaguzi wa mwaka huu wa 2022. Timu yetu ambayo inatuongoza nasema ya kwamba Ebeneza, thus far the Lord has helped us, from 1 Samuel 7:12, ya kwamba tunaamini sisi kama kina mama ambao tumepatiwa majukumu katika jamii, katika society, katika kanisa na katika taifa, ya kwamba tutasimama katika nafasi kwa ajili ya kuombea jamii, kwa ajili ya kuombea familia, kwa ajili ya kuombea kanisa na hata taifa. Hasa wakati huu wa uchaguzi tumekuwa na siku 100 ya maombi, na ya kwamba hatujakoma, tunazidi kuomba, na tunajua ya kwamba mwisho hata wa uchaguzi huu tutakuwa na wimbo wa kuimba na kusema ya kwamba hakika Bwana amekuwa pamoja nasi, amekuwa Ebeneza, na umbali ametuleta, tunasema hakika yeye ni Ebeneza. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hiyo, na tunashukuru wote ambao wametujoin katika hii celebration, pamoja na hata kuombea taifa letu, kuombea viongozi wetu. Tunaomba ya kwamba tukawa na uchaguzi wa amani, tukapata viongozi ambao wamechaguliwa na Bwana, na ili wakatuongoza katika maadili mema, katika njia ya kumhofu na kumjua Mungu. Asanteni.